Sasa na jehanamu, je, mahali ambapo ni hukumu milele na milele, mahali ambapo ni moto ambao haizimwi, ni moto ambao iliandaliwa kwa ajili ya shetani, hapo ni mbaya zaidi. Kwa hivyo leo hii tunakuja kukupea tumaini na kukupea mwelekeo, kukwambia jameni, umeishi maisha yako vile umetaka, umefanya kila kitu vile umetaka, ni sawa, lakini badilisha, kwa kuwa tunajua ya kwamba kuna njia ambayo huonekana kuwa nzuri kwa macho, kuna njia ambayo huonekana inapendeza, lakini neno inasema mwisho wake ni uharibifu. Usidanganywe na uzuri ambao unaona saa hii, usidanganywe na hii blue band unaona saa hii kwa dunia. Pengine unaona maisha ya anasa ni mzuri, maisha ya pombe ni mzuri, maisha ya kuwa na wanawake na mipango ya kando ni mzuri, lakini nakuja kukwambia hapo mbele ni mbaya. Na unaposoma Ufunuo 20, ziwa la moto, hilo ndilo mauti ya pili, yani ziwa la moto. Iwapo mtu jina lake halikuonekana katika lile kitabu cha uzima, alitupwa ndani ya lile ziwa la moto. Neno la Bwana linatuambia wakati Yesu atakuja kuhukumu dunia, atakuja na ghadhabu, hata dunia itatoroka. Dunia hii ambayo tunaifurahia, tunaambiwa kwamba iliukimbia. Kisha nikaona kiti kikubwa cheupe cha enzi, dunia na mbingu zikaukimbia uso wake. Hii dunia ambayo tunakaa ilikimbia, ilitoroka kwa sababu ya kuona uso wa Mungu uliojaa hasira. Kwa hivyo huko mbele ni mbaya. Huyu Mungu ambaye amejaa upendo, huyu Mungu ambaye amejaa furaha, huyu Mungu ambaye tunamuona ni baba yetu, kumbe wakati atakuja kuhukumu dunia, hata dunia itakimbia. Sasa ninashangaa wale ambao watakuwa ndani ya dunia na dunia inakimbia, sijui itakaa picha aina gani. Lakini kitu kimoja ni ya kwamba hauwezi kustahimili ghadhabu ya Mungu, hauwezi stahimili hasira yake. Na ninaomba sana usiingie pale, lakini wale ambao watakuwa mahali pale watakutana na kifo kwa mara ya kwanza, na wamuulize kumbe wewe ndio kifo. Umetutesa, umetuua, lakini tunateseka na wewe hapa jehanamu. Kwa hivyo huko mbele ni mbaya, huko mbele ni mbaya. Tugeuze njia zetu, tutubu, tuachane na ufisadi ya dunia. Tunasema ya kwamba kuna njia huonekana nzuri, kuna njia huonekana kupendeza, kuna njia huonekana kuvutia. Maisha sasa ni mazuri na ni tamu, lakini ninakuhakikishia ya kwamba watu watahukumiwa kulingana na matendo yao kama yalivyonakiliwa katika vitabu. Kwa hivyo ni kumaanisha utabadilisha umilele wako kuanzia hapa duniani. Tabia yako ndio itakayoamua utamalizia wapi. Jamani wapendwa, muda umeenda, Mesaya anarudi. Tutubu, tuache dhambi na tujue ya kwamba hapo mbele ni mbaya, hapo mbele ni mbaya. Ikiwa hutamchagua Yesu, na vile maisha ni mafupi, kama vile tumeona hata jana tu, vijana wadogo ndugu zetu wamezikwa, wadogo sana, ekonomi iko chini, lakini jehanamu ni mbaya kuliko ekonomi. Jehanamu ni mbaya kuliko hata kuenda Somalia kupigana. Kama unadhani ati COVID ni mbaya, kama unadhani kufa na COVID ni mbaya, jehanamu ni mbaya zaidi, kwa maana ni hukumu ya milele. Na umesikia kwamba wakiwa jehanamu hata kifo imetupwa hapo inahukumiwa. Kwa hivyo hakuna kufa, unaambiana na kifo. Sasa wewe unatufanyia aje leo? Anakwambia siwezi kuua leo, hata mimi niko hapa. Kwa hivyo tumakinike, majira yamebadilika, na tujue kwamba Mesaya anarudi,
anakuja kuhukumu dunia. Hakuji kufa msalabani tena, anakuja kuhukumu dunia kwa dhambi zake. Kwa hivyo ninakusihi tugeuke na tuchunguze mienendo yetu na tumpokee Yesu Kristo. Karibu sana Overseer, unene na watu wa Posta.